wafalme wa Wahiti na wafalme wa Wamisri waje wapigane nasi. So these were the 4 lepers. Basi hawa ni wale wenye ukoma wanne. So this gospel, this word is about the 4 lepers. Basi neno hili ni kuhusu wale wenye ukoma wanne. Helpless people. Wale ambao walikuwa hawajisaidii. Sick people are always vulnerable. Watu wagonjwa wakati wote huwa wadhaifu. They are weak. Wao ni wadhaifu in their body, katika mwili wao. So these 4 lepers, basi hawa wenye ukoma wanne, they were together isolated by the mainstream of society. Walikuwa pamoja wakiwa wametengwa na ile jamii. And they were only left to die. Walikuwa wameachwa tu waweze kufa. But they refused to die. Lakini wakakataa kufa. Hallelujah. Do like this. They refused to die. Walikataa kufa. They were helpless. Walikuwa hawajisaidii. But even in their helplessness, lakini katika kule kutojiweza kwao, they refused to die. Wakakataa kufa. Hallelujah. So the message, refuse to be convinced by your situation. Basi huo ni ujumbe tayari ya kwamba kataa kushawishiwa na hali yako. And avoid certain thoughts which may come in your life. Na keuka hali hizo ambazo zinaweza zikakuja katika maisha yako. Amen. Amen. Do like this. So refuse. Kataa. When you are oppressed in a particular situation, unapofinyiliwa katika hali fulani, to think that you have to die, refuse that. Unapofikiria kwamba unataka kufa, kataa hiyo. These people were rejected. Hawa watu walikuwa wamekataliwa. But they accepted themselves. Lakini wakajikubali wale wenyewe. They found room of encouragement among themselves. Wakapata nafasi ya kujitia moyo katikati yao. Sometimes the church of the Lord Jesus, wakati mwingine kanisa la Bwana wetu Yesu, we appear rejected. Tunakataliwa by the world na dunia. But let's encourage ourselves. Lakini tujitie moyo wenyewe. Amen. Amina. Do like this. Fanya hivi. Just encourage yourself. Jitie moyo wewe mwenyewe. 2 of you, 3 of you, 4 of you. Wawili wenu, watatu wenu, wanne wenu. That's why the Bible says where 2 or 3 are gathered. Na ndio maana Biblia inasema wawili watatu wanapokusanyika. When they speak in a particular way, na wakiongea katika njia fulani, the Lord will be in their midst. Basi Mungu atakuwa katikati yao. May the Lord be in your midst. Amen. Mungu akaweze kuwa katikati yenu. Can we clap unto the Lord? Basi tupigie Bwana makofi. So this men, basi hawa wanaume, they spoke to themselves. Wakajinenea. They spoke. Wakanena. Hello? These lepers, they spoke. Hawa wenye ukoma wakanena. In other words, kwa maneno mengine, your words are also important. Maneno yako mwenyewe pia ni muhimu. They didn't just speak anything, they spoke into their situation. Hawakuongelea tu kitu chochote, waliongelea katika hali yao. Yeah, they spoke into their situation. Waliongelea hali yao. So every situation that we face, basi kila hali tunayopitia, the word of God has a message for us. Neno la Mungu lina ujumbe juu yetu. Allow the word of God to speak into our situations. Ruhusu neno la Mungu likanene katika hali zetu. By either a preacher, kupitia kwa mhubiri, or you yourself, you can become a preacher, ama wewe mwenyewe unaweza kuwa mhubiri, and speak into your situation. Na unene katika hali yako. Amen. Amina. Yeah, you speak into your situation. Nena katika hali yako. And you refuse certain things. Na unakataa mambo fulani. So these 4 lepers, basi hawa wenye ukoma wanne, they spoke into their situation. Nena katika hali yao. And they said, na wakasema, we refuse to die. Tunakataa kufa. And we refuse to sit here because we shall die. Na tunakataa kukaa hapo kwa sababu tunajua tutakufa. We refuse to sit here and be sympathized upon and we die. Tunakataa kuwa hapa na tujihurumie kwa sababu tutakufa. They said, let us go. Wakasema, twendeni. So they arose. Basi wakasimama. They arose. Wakasimama. And went, na wakaenda, to the place of hope. Katika mahali pa tumaini. They arose and went to the place of hope. Wakainuka na wakaenda katika mahali pa tumaini. To the place of success. Katika mahali pa ufanisi. So the word they spoke, walipoongea,
that word which they spoke into their situation, lile neno walilonena katika hali yao it began working. likaanza kufanya And this kazi. word opened them up Neno hili likawafungua and gave them strength na likawapatia nguvu to arise, ya kusimama, to arise, ya kuinuka, and not only to arise, na si kuinuka tu, but to begin walking. lakini kuanza kutembea. They arose and began walking. Wakainuka na wakaanza kutembea. It's the power of the word of God. Hiyo ndiyo nguvu ya neno la Mungu. When it speaks into your situation, Linaponena katika hali when it yako, speaks into our situation, linaponena katika hali zetu, it quickens us basi and linatuharakisha it makes us move. na linatufanya tukaweze And kuenda. when we move, Na tunapoenda we don't just move going anywhere. tuendi tu mahali popote, Move in a particular place, tunaenda katika mahali mahususi, a place of hope. mahali pa tumaini. Clap unto the Lord. Basi pigia Bwana makofi. So don't, if ever you will move to a place of hopelessness, Basi kama ungekuwa ungeenda katika mahali ambapo hapana tumaini, then the word you had, basi neno lilosikia, the word that spoke into your life, neno lilonena katika maisha it's yako, not the right word. basi si neno la sawa, It's not the right word. si neno la sawa, It's not the right word. si neno la sawa, Or you got it wrong. basi unaweza kuwa ulipata But vibaya, the right word of the gospel, lakini neno jema la Injili which is good news, ambalo ni Injili njema spoken into our situation, likinenwa katika hali yetu, it makes us arise. linatufanya tukaweze And kuinuka, as we na arise, tunapoinuka we move to a place, tunaenda katika a mahali place of hope. mahali pa tumaini. Amen. Amina. Can we clap unto the Lord again? Tupigie Bwana makofi tena. I like that one. So they went, Basi wakaenda and they didn't just go na anywhere. wakuenda tu mahali popote, They went to the camp. walienda katika kambi, They went to a place where there were supplies. walienda mahali ambapo kuna vitu, There was food. kulikuwa na chakula, There was plenty. kulikuwa na vitu vingi. So they arose and went to the place of plenty. Basi wakainuka na wakaenda mahali penye vitu vingi. Do like this. So the word of God, Basi neno la Mungu when it directs you, linapokuongoza you are moving on the way. unaenda katika You njia, are moving on the way. unaenda katika njia. They arose and went. Basi wakainuka na They went to wakaenda, a place of supply. wakaenda katika mahali pa vitu. So they went on their way. Basi wakaenda na katika njia yao